okuruka ogukanata na kurekire bono ngoro bwemechanana nemechinini ondatate kwa mucha ngoro bunatuachira egetunu egiya kiong'anyo ngoro beka masesenio ngoro tororera mabera ngoro tigachingana ni chiraberekera omuntu amandegera arabe amobabe amasingabe ngoro oretete mugusi ase kerubeke kaneru kegoro kugusi ngoro tosesenie ngoro buja bwaito oramate bune manganda keremera eremeire zeka etari moru na marema tebebebo engoro mutangi mechano nyora komanya mongo salibwa mate tutamboki bana baito basae kerama kiabo enyambuno etari mato engoro mbuya mano sogo toikyo motienyi oyo egesunte kanane kiamasaba engoro abasaba itorero banyore komanyeke gusi engoro ina mogusi bwa sogo umwana oyo ibabe engoro sasa ni nyangora mangenga angangete chiamo siori lero no tore kiong'anyo engoro otoseseni engoro twesiamo ebebo naye engoro naende motongi tato ito ukale na kale engoro twaikire kegoro kiong'anyo simogusisa kawa akorete gaikaro na gukwana ng'amandegere na megusi ng'ona bamura na yae watoira bamura abana na bwa baikaransira ngoro bachira saba ise baba ewas una barabe bantu mwakono nende gocha twakorire moyega terire simbole yoko baretaka igago bacha banyore amaseseneko kurwa igoro gocha sibale una chisokoro na baiboli twarambo ire magoko gochisibale ogo sabango baruwanerere oba igorere bige oba etie tente oba aguri maguru na magoko waumirane baitina bagendi gesaku kia mugusi kegenderere geseboke titoiru obuoswa turuanerere gesaku geito noko nakwo chinsorori cheito engoro korancho toigwe ebebo chisokoro ne chisokorori biamono abasai aba murabacha mwensi pinchu moikaransega toka kwa fiti kuja keti hapa wale tunataka msikie kuja hapa mbele ya wazee keti chini ama kwa hiyo nataka kuwaeleza ntagetemba tevi ikimwacha gukora
Litangani, first, we have sung a song. That is a sacred folk song. Sacred because it is a ritual that is sung only once in a season. And it is sung for young men who are becoming men, young initiates like you, to become a man. In that song, mwaiune mushomoke mbororo bua mulire, umechitolea kuwa mwanaume sasa. And the society, the community looks at you from a different eye than the other one of what you are being. Ikobono kwa ruro voisia kwa veiro momura. Omomura, a young man was expected to do some to have some responsibilities. What the training we are having here for you is for you to understand all these aspects of becoming a man asekegusi. Igobono mwaro monto narukiwa okebwa. Ekero gwa kebiru igokwenda kwarama. Okwarama abagakaba nko baerera bale kiregento. Our purpose of being here for these 2 days is to make you understand how to be a man in the perspective yomogusi. So we shall demonstrate where possible. Nkoba etitore mumanye eke igoro igoro. Eke igoro igoro is already in one of the rooms. Eke igoro igoro is a demo of being taught, because it is believed asomogusi that you have not yet known what it means to become an adult. You have not yet known the game of procreation. Aseke igoro igoro no koro kiwa buno bwenerete kurenda omukungu. Omukungu nero obugima bw'omusacha. Women taking a responsibility of a woman. Yani, you become a man through what type of family you have. Komo mosacha kwa bwene totu aro mokungu na endo sikwe. Aya, aseke gusio mosacho mogusia ari gutwara bakungu batano. Lakini the situation now is not the same. Korende bono na mafunzo tole. Abakungu abatano muri gererie nyombe eria nene. Look at that big house. Eri yari koro kumwa Mobuchaibu. Mobuchaibu is the first wife. After Mobuchaibu, tuatwara Nyamesanchu, second wife. After Nyamesanchu, tuatwara Bisieri, Rogoro, na Bisieri, Maate. No yogo chomo area pi tuamuruka Nyageita, Nyamokorogoto. Are you getting the story? So, you try to understand the role of each woman in your life. And all this we are going to learn in these 2 days to become a man. Now, who remembers the song among you? Who remembers the song? Ebu? Let's see one. One of you come and sing for us that song. Inkirende mware kolan. Ala? Yeah. Ebu kuja. Wewe. I want to appreciate the young man. Whom we use for the demo. Tell us your name and where you come from. My name is Jaden Baraka. I come from the Onchokes family. Very good. Retia Eriatariane Ninkoroku Jaden.
Oyo nchoke. Among the things we are going to teach you is language. You register for that. Erinde mumanye. I want to challenge you. Totebi erieta ototerero gotera kuria sinini. Gateme. Tuambie jina. Jaribu. My name is Migiro Ian. I'm from Nyamoko's family. What I can remember is Oyo, no yo. Yani, it means, direct translation, this one is yours. This young man who has been circumcised is yours. Not is yours in any sense, but is yours as a community now. Amekuwa akichungwa na mama yake, lakini sasa ametoka mikono ya mama, ni wa kila mtu. Mtoto hakuwa wa mtu moja. Irobano. Mtoto hakuwa wa mtu moja. Kwa rule esemeri oboisha, kwa beire omosacha. So sing with me. Oyo, oyo, no yo. Say that only. Oyo, oyo, no yo. We want you to have that in your mind as you move from this place. Oyo, oyo, no yo. Just that. Oyo, oyo, oyo. Oyo. Say oyo. Oyo. No yo. No yo. Good. Clap for it. Thank you. Go and see. So we are going to keep learning about what we are doing here. Thank you. I want to invite Nyandika to continue with our next program, item in the program. Meanwhile, I want you to answer as he prepares to come. Oyo, no yo. Say that. No yo. Oyo, no yo. Oyo, no yo. Oyo, no yo. No yo. Esimbore. That is the title of that name. And it is a sacred folk dance, folk song. Thank you. Okay, as you've been told, I'm Nyandika Johnson Moriasi, and we are going to learn on what we have come to do in this particular end. We are here for 2 days, and there are programs we are going to deal with. But today, you are going to learn who is a Kisi, the origin and the migration and the clans of the Kisi person. You are going to learn about the totems and whatever. But before that, I want to make a brief start, and we want to have this meeting opened by 2 of us. I'll be asking the director of Humphreys Hotel where Kyonganyo Cultural Organization sits so that he can welcome all of you to this particular meeting. Then we have Waziri. You will also have something for the young boys and tell them that it's very important. This meeting is targeting men who are between the age of 10 and 35. In between there are things you learn which will make you strong because you are the leaders of tomorrow, and that's the answer. So I welcome Moses to talk to us. First, to thank everyone. Itangani, first, I want to thank everybody, especially the elders here, who have made themselves available as a Chingakie Chichie Christmas, so that they can train the young people about our ways and our culture. So we are in class learning, and we are very thankful for that. The program started a bit late. I'm sure the coordinator is going to guide as well. I'd encourage you people, you see where there is a tree, so that you don't get overwhelmed.
and maybe you'll do a break sooner. Tongorinero goralia, chindagira chinde cheke gusi, which can help us be energetic for the day. So thank you very much. Feel welcome. In case you need any refreshments, they are opening a counter up there. So that you don't collapse. The sun is too much. Thank you, Moses. Young men, I wanted to also let you know that we have washrooms. Just here where is a swimming pool around here. There are washrooms there in case you don't have any other washrooms on this particular end. You walk down, then the swimming pool there, you rinse yourself and then come back. We will have a small break, not immediately, but after an hour. And then in case it's very hot, down there we have a cave. We have a cave down there. You can put your seat there and listen to us in case it's very hot. Waziri, we are trying to tell these people, these our leaders of tomorrow, that you are one. Ulifanyaje, ukamaliza, and you are still leading. Welcome and invite the young men of Kisii to this meeting. Thank you very much. Our elders, the director of this beautiful place, our boys, I want to call you young men. Good afternoon. Good afternoon. Igo nkoro kwa Amos Andama. Igongo kora ase rishirika lia serikali likoro kunga National Environment Management Authority as a board director. I am here to share with you my worries and also share with you the opportunities that I'm seeing coming as we move forward. I'm aware some of you are in the university, others are in high school, others are in primary school. When you go out there and someone asks you, where do you come from? Which answer do you give? Keroko boli ko ngaye ngayo ko rusei no ngaye ngayo goteba. Gusi aye ningo ngakyo goteba. Aye no mogusi. Onya aye ko nkia ko keroko ko mogusi. Asengencho ogokwana ekegusi nande ogo okwebogolia muno mwegusi akoraki akwebogolia. Every community has a way of doing things. Every community has a way of approaching life. And you are called a Kisii because you behave as a Kisii and you do things the way a Kisii is expected to do them. So who is a Kisii? A Kisii is someone who is able to speak the language of a Kisii. First and foremost, you can not be a Kisii without embracing that language, because that's what sets you apart. Mbara bakoroku abagere sabaruroche, mbara bakoroku aba Kalenjin, aba Ikoyo, aba Masai. Kenya has been blessed. It's a mosaic of communities, and we cherish that. So in this mosaic, my fear is, if we are not very, very careful, that
that Omogusi beat that fits into the Kenyan mosaic will disappear in a few years from now. That's why these elders are here. The language was handed down to us by our fathers and mothers, and we embrace it. I speak fluent Ekegusi. I am expected to hand down that to my children, and my children to hand down that to their children. All of you seated here, God willing, and that's our expectation, in 30 years from now, actually 20 years from now, you will be having your children. Your children will be called Abagusi because they'll be expected to speak Ekegusi. It will be your duty to hand down that language to your children. If you don't know it, how are you going to do it? You can't. In law they say you cannot give what you don't have. In my other life, I speak law. They call it nemo dat quod non habet. That's Latin. You can't give what you don't have. So make sure you have it. Make sure you have it in sufficient quantity so that you can hand it down to your children, like we are trying to do it now. And the greatest threat of the Kisi language, and that's the fear that I'm sharing, is Kiswahili. You will never be called Mswahili. Even if you speak Kiswahili, you will never be called Mswahili. So our sons, it is your duty, Ekegusi, Abagusi, will anchor on you. Otherwise, without you, it's going to disappear. And we'll be very sad people. My expectation as a conference here, go sing a kinda yiroke, go sing a seminar, go sing a workshop, nailing abanaba, wamanyenga, you know, there are expectations. There is something a Kisi man can do, and there are things a Kisi man cannot do. What you cannot do, that come what may, there is something a Kisi man cannot do. I expect that you will get to know that, which things. There is a way a Kisi man will carry himself around the house, around the home, at the workplace. Kisi men are known to be very hardworking people. Very hardworking people. So you will be expected to be a very hardworking person wherever you will be, so that you are defined as a Kisi. And very many other things. Very many other things. I know our elders, our teachers will teach us those things. So this to the director, I'm very impressed. I'm extremely impressed because this place is so beautiful. You have planted trees. The environment is very good. And you know I'm an environmental inspector, so I'm able to see and assess. It's a very nice environment, and you kindly keep it up. This is very good. Not many facilities have been able to do this. When culture and the environment come together, great things happen. One thing that God has blessed us as Omogusi is a fair weather and rich soil and water. It is upon us as Abagusi, Inwe,
you young men, it's upon you to take care of our land. How do you take care of our land? Planting trees and ensuring that the place where we live in, and everybody would yearn to live in such a place, gusi mo make sure gusi na agia in terms of making sure you're doing something that is going to conserve our environment, like director is trying to do here. Don't you love this place? It's a nice place, isn't it? Yeah, so director, ongera sana. In other forums, we'll be talking, and I'll be encouraging my colleagues to come here and see what's happening so that this can be replicated elsewhere. With those few remarks, I want to, should I say, declare this open? Yes. Do I have the honor? Yes. Okay. With those few remarks, I declare this very, very important function for our community and our country officially open. Thank you. We are going to clap using our historical claps called Makofi ya Nyayo. So we do it 3 times for our guest. 1, 2, 3. Again. 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 Thank you very much. When you are listening to an environmentalist, it is a very serious meeting today. We will talk about the origin and migration of the Kisii, the clans of the Kisii, the totems of the Kisii, and the genealogy of the Kisii. We'll also talk about the Kisii homestead and the Kisii language, which is going to be done by Mr. Samson Nyamoko. We are going to talk about our environment, climate change, and associated rituals to be done by Mr. Frank McKinney. We are also going to have, after that, we are going to have, of course, some breaks in between. But for today, we also talk about our rituals and the best falls to be done by Nyamoko. And we close the day today by learning about indigenous knowledge systems and conflict resolution to be done by Mr. Nyambane. Tomorrow, we will start with the traditional food and medicine, followed by our taboos, what we do or we are not supposed to do. Then we'll talk about respect, chain of command, and boundaries. Then we also talk about Kisii economic camps. We talk about self-reliance. We talk about entrepreneurship and how to make money and become self-reliant. Then we will close tomorrow by giving the awards and certificates to the performance of today. Remember that the best performer from you will receive a serious reward tomorrow. So we expect some good level of discipline. Then finally, we shall open this place to a dance and a gala in the afternoon. Then we shall leave at our own leisure. So that's what we are covering between now and then. You are very lucky that you are among those people opening this thing. It's not going to stop. We shall be having a youth mentorship from on 26th and 27th of December of every year from today till Jesus Christ comes. We are not going to stop. This is an education. And you are lucky that you are going to be the inaugural team. Mutawambia, we were in the first congregation. We are converting you to the teachers of environment. And we are converting you to teachers of Kisii language. The most spoken language in the world is Chinese, because there are 1.4 billion, more than all the Africans combined. But it's a local language. The same language is now being introduced in Kenya because through language, we can do everything. The moment you communicate, you have everything. And that's why we are saying, we want you to speak in our language. We want you to cry in our language and feel good inside. Before I start the program for today, I'm requesting Ombuna
to do a small dance together with Omoga Kabota. Then a small talk, we break, we go for uji, we come back. But you are free. Once you open the counter up there, you can buy yourself something. Thank you for being with us, and we shall train you. You are going to be the teachers of Kisii language. Ombuna, before you speak, come here. Stand here. Oyo, gakuru kuombuna Richard, gabegete yanga yoke Kisii. This one in Kisii, we call it Egesena in front. This one is from the back, and this is called Ekerombi. Then we have Omuambaro. You are going to be shown later. Those are some of the things we are learning today. Ombiro togo tera okay. Thank you, Master of Ceremony. Agency, sorry. Oh yes, share. I'm Richard Ombuna. I'm requesting 1 minute so that they can know what how do we call this instrument. Are you there? Mama ndege mnajua kitu? This is called obokano. Mwalimu, you can explain? Yeah, you do it. Okay. This part from here to here in Ekegusii, Omotago. No, it's okay. Yeah, it's being recorded. Okay. Just talk in Kisii. And this one, and this the other one, ekeiga gekorokwa emetobo. Alafu etwani. This these are 8-stringed instruments. Chinge in Ekegusii is called chinge, and these ones are called amasati. Mwalimu, you can explain later the use of amasati. We have obochoe, the waste product from Ali. The other part is called orotuba or egetuba, and it is carved. Erisoneta. Kuruabonye na tigere the two. Obokano mono bwaro setiguna banchali. Kurumuongo bwase omochokoro kubongo yana bwabatani kubabugi. Bonchali omachi chindi bachibo kendu chigogenda boira bokia. And all these chinge chiche represent the clans of Abagusi. Na ditineri gorigo present abanchari. In other words, kere clan kere Gusii atatiga batondo abara Masai nge kunete bonchari. It is being played by plucking, and every string has different tone. If I want to play in a higher tone, I just use the tuning peg, motobo, so that according to my voice. So this part is used to tighten or untighten. And I want them to know culturally, ntobuate chituoni nemesu. Yeah. Etuoni enene ababandi nemesu. And in other words, etuoni ekobuga emesu yakoraki yaitabiria. Ayaboriwa baba keande. Ekeando boribwa baba. Oboribwa baba keande. Ekeande baba motengero nyangu. Ekebwenge akura mangase. Mangase kebwenge akura. Ekebwenge akura mangase. Mangase baba motengero nyangweso. Nyangweso yacha yaboria. Yaboria nyangweso yacha. Nyangweso yacha yaboria. Yaboria baba motengero nyangweso. Narigereire roboro. Narigereire mate nayorira bana baito bakinire babira basae.
korwa basaye babeire abasacha baito abande bachire abande de chiroya abande na bandogeri bachire korore gekoro abana baito kina bachira fureisi oteri etenene ego somye gekoro kondo cheno mogoko wabokire wanchani wabokire wanchani bori bwakaro wanjani bori bwakaro wanjani bwabokire wanjani bwabokire wanjani tema nainde torore tema nainde torore kunaiga Gesusu nkere manga kebeka marinda buno monto Gesusu nkere manga kebeka marinda buno marinda buno monto kagenda kohega ansaria moino marinda buno monto kagenda kohega ansaria moino kebasonkorera renga marinda karonyandwaro kebasonkorera marinda maya karonyandwaro basonkorera marinda maya karonyandwaro kebasonkorera le marinda karonyandwaro otengo igeka otengo igeka aya thank you obwansi bobokano obokoba yani bogo chibwa ba spiritual in a way kwanyora na there is some spirit in this. So, Nyandika. Yes. Because you are now, the world is digitalized. We just record this, accompanied by accompaniments, so that it makes something very sweet. DJ. DJ. Sasa tumerekodi. Umesikia vile naleta digitalization. Ndio hiyo. Mwalimu just kwa mwalimu nega asianga. We are trying to say we are now digitizing this indigenous knowledge into your level, your modern thinking. So we are using it to produce modern music in this way. Go. Okay, DJ. Before Bota. Haya. Mutago chamora bamura bachiraiga mutago chamora bamura bachiraiga ikaimwacha bagina kaimwacha e Chinese ndoje na umora bagaka bachira furaisi bondo mbiyere Chwago mora abana arara bagina buna bago te binyoka bagina bachirigi saiki rero twachiro magoko wano chire seito we tata bagani bachire seito ningi tokoba bagani ochire seito we bagani ochire seito ya maino mandagere abana baito buya mono toratenga tenge gerero eratenga tenge gerero tenga tusimame kidogo tenga tisi way and tisi way tenga tisi way and tisi way erero magoko chire seito erero abana bachire iga toratenga choni mili one line bege sako this way tenga tisi way dance tisi way one line Afurezi yokiro murero abangina motago chamondorere abana baito babeira basacha ushimiwa na manoware tumara abana bachire biya edare kitamosesi tago nchondorere gosembu yebati afure tanga na torore togenda ngora rende Say, bami tombi yabare. Ebaito baba, ino
mwana chuo cha marore unabe beire bonda basacha abugwe tabagotenga ngorai ebose simi ya bonda sengenjo kware tirege koro abana baito basome barore ngenjo bagotenga amfreisi yeito miyamara ndama minto mweshimiwa endoche kionganyo miyere endoche bota ano wale ibarore ngenjo bunagoche ibarore ngenjo bunagoche chini kwa chini watoto peke yao chini kwa chini kwa varanda wakani ochire seito baba wakani ochire seito ni kitoko mo ochire seito baba wakani ochire seito ni kitoko mo ni kitoko ba baba ni kitoko ba mogera moiga ni kitoko ba baba ni kitoko ba mogera moiga mwakanya muko nakororire no mwana ito Moses arafu no mwako bino no mwana mithenya andika nikoroche abangine iriata abagake bichuri abamuratega haya wakabote tukanyete ogotera kwao ase bono gotokwenda bwangake nande kweresa igoro y'omonto okorokwa omogusi inche ogokwana gakorokwa Johnson Morias nyandika igaro yo nyabei igaro yo nyang'au igaro yo magia igaro yo bori biage no nyabiera no yo getaurio. I don't want to go beyond there. I'm asking you, do you think it's important to know your genealogy? The answer is yes. Go to the Bible, especially those of you who are doing sociology and law. Look at the genealogy of Jesus Christ from Adam to himself. It's documented, and there are 62 grandfathers between Adam and Jesus Christ. And we must document our history. It's important because looking at majority of the communities, they are either very good in running or they are very good in football. But us, I can see our young men do well across all the sports. And it means that this genealogy is very important to study. Again, when you come back home, we are not going to find that everybody can do that. I want to state that one thing we are proud of as Kisses is because in 1968 Mexico Olympics, the Kisi was the first to bring a gold medal to Kenya. His name is Naftali Tem. He was only aged 23 years. And he was able to defeat the white men by that time. And we have gone into history that we are a sporty country or community. What good can come out of us? I am still very proud that a student of Jomo Kenyatta University, who was a Kisii from Gesusu, discovered M-Pesa. And M-Pesa is making revolution all over the world. I want to request those of you who are not listening to me, but you are looking at your watch, your phone, to kindly stop doing what you are doing, because we are here for only today and tomorrow. The rest of the time, you will be holding your phone the much as you want. You have bought this knowledge. Take it home. And we are expecting that this knowledge will take you very far. Who is a Kisii? A Kisii is a Bantu. In Kenya, we call them the Western Bantus. Kisiis, the Luya, the Suba, and the Kuria. We can say that majority of the people who are south of Africa are Bantus. They can speak something close. Like we are talking about Mbori in Kisii, it can be Mbori in Kikuyu, it can be Mboi in Kamba or around there. Here, the Kisiis live in 2 counties. One is Nyamira County, the other one is Kisii County.
The Bantus who are Kisis are the only Bantu surrounded by 3 different Nairot groups in this region. The River Lake Nairots, who are the Luos, the Highland Nilotes, who are the Kipsigis and the Kalenjin, and the Plain Nilotes, who are the Masais. So this community had to live within the people who are hostile to them, and they had to develop or evolve so that they can be able to survive in this area. So they had to learn a bit of Masai, they had to learn a bit of Kalenjin, they had to learn a bit of Luo so that they can stay. But they lived in the highlands of Kisii. Today, we can say we have got 13 constituencies in this particular end. In Nyamira, we have Oravu constituency, we have West Mugirango constituency, and we have North Mugirango constituency, and Kitutu Masaba constituencies. In Kisii, we have got 9 constituencies. We have Onchari constituency, South Mugirango constituency, Machoge Chache constituency, Machoge Boravu constituency, we have Obasi constituency, and we have Nyaribari Masaba constituency, Nyaribari Chache constituency, Kitutu Chache South constituency, and Kitutu North, Chache North constituency. Out of this, we are made of 65 wards, if we can bring that, so that you are able to know. And these particular 65 wards that we have within this particular end are what clans. The main clans that we talk about in Kisii are Ababas, Aba Machoge, Aba Nyaribari. We are talking about Aba Getutu. We are talking about Aba Gusero, as much as they live in parts of Kitutu. We have those ones we refer to as Aba Anchali. They are around here. So when we talk about Abagirango, we have those Abagirango in South Mugirango and Abagirango in North Mugirango. Those are our main clans. And why do you think our constituencies are named after our clans? They were named after our clans so that we don't forget. This was done by Akina Sagini around 1963 Lancaster House. The constituencies were named after our clans because it was expected Omogetutu should not marry Omogetutu. It was expected we were supposed to marry across our clans. So we had to document this. Even up to now, some of our wards are still named after our clans. For Samaro clan, for Nyamatuta clan, for example, for Ochi clan, we have such. We have Ochi ward, for example. These things are being embedded in us, made so that we don't forget. Rudia kama kwa mtoto, so that we know that men of the same blood should not marry. So as you are growing up, majority of you, I know, 1 or 2, 3, you are here, you might be having children, you are going to have children in a short time, but we are saying you might not marry somebody within your clan. So if I am in Nyaribari, I am going to give you the clans that we find in Nyaribari. In Nyaribari constituency, we have got the following. They say Kambanane, Kambanane. Aba Mobea. We will follow up this because we are recording as we talk. We have got those ones we call Aba Nyameyo, Aba Jakoni. We have those ones we refer to as Muaboto, Muamonda, Muamuriango. Then we have Abageka and Abamasicho, like the late Simon Nyachai. Then we have others in Nyaribari, like we are talking about Abatondo. These ones who are called Abatondo, they are largely referred that their origin is from the Maasai clan. They are Abatondo. Then we have those ones who are called Abakemotwe, Abagisange, and those ones who are called Abatori. Those ones are Abaigwa, Babatondo. The mother of Abakemotwe, Abagisange, comes from Botondo. That's where you link them directly. We also have within Nyaribari the people we call Abanyagatanyi. We have also parts of Abagusero within Nyaribari. Those are the main clans. Then we come to Abaguche, who are there. Abaguche are closely related to
Ababulia, Abakona, and Abataranda. Abataranda found around Masabu. So we are talking about those are the clans and main clans we find in Nyarivari. So I have done a summary of the Nyarivari clans in this particular end. When you are now asking yourself, who am I? You say, I am Umutondo. Then it means if you are Umutondo, for example, you are not allowed to marry a girl from Mutondo clan. Those are things which we are here telling you, giving you that information so that it can help you tomorrow. If you are in Bogetutu, we have quite a number of the clans which are found in Bogetutu. That's why you have heard Bogetutu and Ayanjo. That this area, we have many small clans found there. You will come to hear about them. But ask first, who are you? I can simply talk about, we have got Abagetutu, born out of a man called Nyakundi. They will call them Abagetutu Mogeto, Abagetutu Mwabugonko, Abagetutu Mwakingoina, Abagetutu Mwamonali, and others. It's because of time that we may not go into so many details around there. But I'm requesting that you get interested to know more other clans which are found there. But the main reason, we must not marry our blood. When in your Mogrango, South Mogrango, we have 3 clans. We have got Abatabori, Abagetenga, and Abasinange. Abatabori, there are 3 lines. Abatabori, Abamagena, Abatabori, Abatibigi, Abatabori, Abarongo. When you are in Bugetenga, you have about other lines. Abagetenga, Abanyaramba, Abagetenga, Abaruora, Abagetenga, Abanyamonyama, Abagetenga, Abagetenga, Abanyataru. So that one you have done. When you are in Sinange, you are saying Abasinange, Abakimai, we have Abambule, we have Abanyabuanga, we have Abamucharo, we have Amarongo, and like that. When you are in North Mogrango, for example, which is West Mogrango, we are talking about the clans found in North Mogrango. In West Mogrango, we have got Abanyamatuta, Abasamaro, Abanyaiguba, Abakiamboli, we have got Abakichora, and Abakichora are the same as Abasinange. Now, Abagetenga, they are the same as Abanyamatuta in North. Then we have got Abanyamuagamo, who are only 3. Umogesinsi, we have got Omo Kemori and Omombo. Palimoko unga, Baosambere, Enyama, Etochi. It was a story about it. It was about Erongoli, Bachakagotenga. That is what they are saying. Akina Mweshimiwa Kiangoi come from Bombo, for example, around that area. Then we have one called Abagenjo, who were born by a lady. And then they are saying Abu Nabagenjo, within a word. Then we have Abakira, who have an origin with the Kuria. Abasiang also, they have an origin with the Kuria. Abasigisa, where we are, this place is Bosigisa. Most of the people here, they have origins again from Kuria. The man I can talk about Bosigisa is the late Andrew John Omanga and others. So you get to know around there. So if I take you to Bonchari, I want Nani to come here. Bonchari Nara. I make a small summary of who are in Bonchari. Bonchari we have Omorenda, Ogiakum, Omachabe, Ogita, Omwanda, Bonyando, Bombure, Bokoma, Bomokora, Bokeire, Cherire. We have only 6 clans. 6 clans. So Omousi migrated from Mount Elgon, came to Kisumu, moved to Kabianga, went to Mara Triangle, went to Migori, came to Otueyo in Bonchari, then spread out. Abanchari, for example, went to Nsalia and then out. Abagrango went to Nyamaronga, Ikoba, Nyansara, then they spread out. Ababas, they moved from Nyamaronga, they went to a place called Itibo, then they spread out.
Abagetutu remained in Tsasuri Mwamunari, then they spread out like that. We will get those details in a meeting. Out of that, I want to talk about totems and finish. Abanchari, their totem is Engubo, which is a hippo. Aba Machoge, Nabagetutu Namanyaribari, Abautiana, a baboon. And then finally, we have to talk about Aba Tondo, they talk about a buffalo. That is their totem. When we are talking about Abagrango, their sign is a leopard. That marks the end of this meeting about that particular talk. We go for a short break. You get a break, then you can come back. I want to leave this to get this one back to Mr. Obino. But after you come back from the break, we are going to have Mr. Nyamoko, who is going to tell us about Kisii homesteads and Kisii language. Mbuyamono, thank you. Narengere na ubaye homework from what you have learned, and you are going to give us an answer when you come back, everybody. Which is your clan, who is your grandfather, and who is his father, and great-great-grandfather. So you go, you make an inquiry from your parents. We want to know your clan and your genealogy. As a Goika, every topic must have a question. Yes. So for Nyandika's homework, when we resume in the afternoon, you will be able to tell us who you are by identity, your grandfather and your clan, the larger clan and the small clan. Bunanche no bino nyambane oisabo kenyambano genchabo nyamaiko bunde getusi omoikio tata vire ndo moguche omosoroko seitonge susu mwaka bote tageka irinde Nyandika tosibole bas yenkuba sogoria ekegusi omunuito itongo mochochi itongo mochochi itongo no gaya na nalimu arudia elientangani itongo no gaya na from you itongo mochochi basi mbiyamano oyo tenene bosio gaya kurukumogirango abagirango mwe baturu babere umugirango karogoro no yo mate oyo rugureto kumurukankangi oyo mata ngoro kumugiranga amabira no ara amabira gusino ari matega nagiye ko era kertokote kere mbure ya burire muno bono murakera kero chiro manene ebagatanga bogiranga amabira ya mabira bogiranga amabira ya mabira bogiranga bas bono bogirange ya mata kera umurakero chire gusiyengima nyone nsengima mbogirange gotera amabira no akuru mata abuno bagutumira libina amangana yonse nima yatenga nimbwate my professor here ninkoroje basi yoyo tene ndikoenda mange uchawu enata kuwe introduce myself njende kule nyomba yo mosinange yoroko oyo mwabo orogoro wata oyo mwamo gichora amata yembwate nyomba bere sokori anabwata baswati babere boka sokororia akanyora murabere mu murogoro ko mu muitui no munyara bono munanje bono yende kurwa mu muitui ebwato mumbure umukimai no munyagwanga ihobono nabangu kwana tinigije kwanda yandi ujimino gari yengu muyeba inje no mubugi bwobokano sokoro yanena rodio obwetyo bokano bokoro yangoro kwegesusu Kenyambega nyowake Kenyambega yesusu Kenyambega Zimbega yesusu Kenyambega yesusu Kenyambega yesusu Kenyambega yesusu Kenyambega basi koko genda teberi bamina bakoro abakaka bari bikansi batanga ntwarura mochokoro wegesusu Kenyambega elitana ngorukunga Francis Bota lakini nentigete yankoro kwentuga yake kurwa segesa muna mokugwa entuga yake moka nonde ninje
Oyo musani ono my promoter ni musieta sana. Lakini naje tenka menta karieta kamo yenkwero ka sweet nyonyo. Bas enko bugyobo kano. Ne student inda Yenkumana sana. Nanyalewe bukano ekipa tikiaira especially na bukano. Bukano obwata 8 strings. Kere string yeko bwa madio gyae. Bono kango yego balance wa ningende toko balancing obukano bwoko buga bobuge keyboard bobuge kere kama. Buyamano amadietana ninjoyo. Nimbwato mochokoro nengo omokeo watenga akanyaruka gasini gakurugugetena. Oyo nero mu promote mwana oyo tiniko motiga magana makote kwenda wanyo wakari grade 4 erinde no memote momorega buyamano igo otanga sino yogo chakobo mosacho mokongwa tayari father in law nerago buyamano ebina bibi areko bagetibu na bono. So we want to have a short break. Kindly and do your homework. Entuga yeke gege asanta asogo tunyulia manganayi. Thank you so much. You are free to go. You relax, and then when we call you back, please come quickly. Have a nice break. There's something? Yeah, you go up there, there's some uji so that you can relax a bit. If you have some extra money, you can buy something in the hotel. And our next lesson, tutafanyia huko ndani, where we are going to teach you about the Kisii homestead. One of you to come and pray for a break where we are going to take uji. We want to see how strong you are. Yeah, this man is a lawyer, and that's what you will keep on doing in court. Yeah, hello, let's stand up for a word of prayer. Dear Heavenly Father, we come before you this time and we thank you for this wonderful day as we are ongoing with our lessons with this beautiful culture of ours, the Kisii culture. We pray that you may give us attention because this is a really serious matter which is going to help us. Be with our leaders, be with our elders, and also be with the listeners. Be also with those who are around and are being a part of this event today. I pray this, believing in thy name. Amen. So now boys, around this.
That is graduating or passing out. I don't know what I'll do. I don't know what I'll do because after seeing hii imetengenezwa, hii ilikuwa imepotea. Hii nilikuja kuipata 1972 mimi mwenyewe. Niliona mama yangu akifanya. Nikaenda nikamwambia bana, hiyo kitu nataka kitoke. Tuwafanya 1977 hapa na profesa. Naona huyo vijana na huyu ndio wamenifanya tena nirudie hii kitu akanileta hapa. Hii kitu ilikuwa ya kisimsimu, lakini ilikuwa imekasahau na uncover. This is ritual. I bought. You are washing in your pocket? Tigara acha. Where is it up there? You don't have forum. Hapa tuko na maneno mengi sana. Hii kabla haijafanywa huwa hii inamaanisha wewe unafanya mtihani yako, unafanya kazi yako. Wakati naona huyu mzee hapo hapa naanza kueleza hii kitu vile niweka mahali ataenda Kongo, nitamwambia nasikia, lakini sasa nitamwambia sasa mimi mzee sisi nakaa naangalia na nyinyi mtakuwa kesho nitakuja mmoja kama wewe unaweza kutengeneza. Kwa hivyo karibu haya hapo fungua just have a look at first. How to do your things as a responsible person, right? So if you think you have a coin, you can put it there. Huh? Eke igoro igoro. Eke igoro igoro. Eke igoro. Water. The last rite of passage.
Just a single question. What can you say? Sema. Wewe unaona nini? Snake. Unaona nini hapa hivi? Huh? What have you seen? Na wewe unaona nini? Huh? Water. Sawa sawa. Niliwauliza naona nini? Nikasema nyoka. Hapata vitu ni serious manze. Ile mkasema sijui nini na nini monkey. But that is not the case. This is an illustration. Illustration what? Baada ya wewe kutahiri, umekaa kwa nyumba, umefundishwa na wale tulifundishwa huko chini. Kesho ndio unatoka nyumba uende kuoga, utangazwe ya kwamba umekuwa mtu mkubwa. Sasa hii mnayoona hapa, unaambiwa kijana, angalia na usikize kwa makini. Hii ni dunia, si simba, si chenye unaona hapa. Kweli hii ni nyoka, hii ni ground, hiki ni kichaka. In the forest napata miti, kuna miba, kuna nyoka, name them. Kuna hata hii. As well you can see, hii ni nini? Store ya nini? Chakula. But in the forest. Sasa wazee wa zamani walikuwa wanakufundisha hivi vijana. Umetahiri? Ndio. Umekuwa mkubwa? Ndio. Utaenda kukutana na dunia. Dunia ndio hii. Kwa mfano, uliona tukitengeneza njia hapa. As a young boy, katika maisha lazima upitie hapa kwa miba, ingine kutunge, ung'ang'ane, utoe hapa, ulime, upite hapa, uweke chakula ghalani, watu wafanye nini? So you must struggle. The world that you are going to face, you must work hard so that you can find food kwa kisasi chako ambacho utakuwa nacho as a family man. So lazima ung'ang'ane. Samani hapa kulikuwa na vichaka, wase walikuwa wanang'ang'ana, wanapambana kupita ndani ya vile vichaka, kwa kuwa kulikuwa na nyoka, kulikuwa na simba, this is a lion. Ibirongo na wabikora taki. Ibirongo wabikora so. Na wabikora taki. Lazima mfukuzane na hii. Vitoke mahali hapo.
ulime kwa bidii, chakula kipatikane ghalani, watu wakule, ndio watu wa kuhesabu ya kwamba hata ingawa, after being circumcised, you know now what you are supposed to do. Number 2, kuna ile kitu ulitengenezewa, si ulikata, the foreskin was removed, ama si hivi? Sasa hii inafundisha kwamba dunia ambayo utaingia, hii dunia, utunze chombo chako, the organ, the penis. That if you don't take care of the penis, unang'ang'ana hapa na pale na wasichana, utakutana na nyoka. Nyoka ni magonjwa kama ukimwi, itakurarua. Na nisikiza, utakutwa uko na bibi wa mtu, utararaliwa. So usipotunza chombo hiki ambacho umetengenezewa, there are snakes in the forest. The forest is the world of ladies that you are going to face. Kuna miba itakutunga, kuna magonori, kuna masivris, name them. So hii kitu umetengenezewa kama kichana ambaye anaendelea kukua, ni muhimu utunzie familia yako. Ukisa tunza familia yako, utazaa watoto hawa wakiajiriwa wataleta matunda. Ndio haya unaona watu watafanya nini? Watafurahi. Ukisa maliza masomo yako vizuri, uajiriwe, these are the fruits of labor, hard working. Ukisa soma kwa bidii, utunze mwili wako kiasi kwamba sasa umepata vyeti vyako. Vyeti ndio hivi. Can you see the beads? To say your certificates. These are your certificates. Yule ambaye hakutunza hatafikia haya matunda. Akitoka wanakutana na nini? Na miba. So in life, the kids courage, always exposed the young ones to know what they are going to face outside. Na hii dunia ni kama umbwa anayenguruma, anayengojea wale wapotofu wasiposikia, the undisciplined, wakutane naye, na hii itawararua. Simba ni raundi moja, mmalizana, umekufa. So it is up to you. Ukitunza maisha yako, utajenga kwako, utakuwa na ground kama hii unaona hapa, unapumzika, unafurahi. Usipochunga, hii ni gerefu, utafanya nini? Utaingizwa. Ukiingishwa hapa, kwa kuwa hukusikia mafundisho uliofundishwa na wale ambao walihusika ulipokuwa nyumbani kupona baada ya kutahiri. So as young people here, the world is not so easy. Unajua sasa mnafikiria unapoenda kwa mama anakupatia chakula, daddy sina hii, anakupatia. It will never be the same tomorrow as you are growing up. You will also want to marry. You will also want to have children. You will also want to extend. Maybe you are well outside watu wa kuona. Usipojichunga
kama python kama hii umekutana nayo katika nyikani, imeharibika, wewe ni mtu wa pangi, itakutwanga. There will be no life, and your end son will be kuwekwa katika gereza. So wazee walikuwa wanaongeleza watoto kwa upole na ukarimu kwamba okay, you have been circumcised. Okay, tomorrow you are going out. What are you want to face? Hii ndio siri watu wengi hata saa hii hawajajua. You need to start thinking. Kwa mfano, unaweza pata kijana kama huyu at this age hajapanda hata kamuti. Wewe jitokeza na kamuti kamoja hivi, uliza tati, nitapanda hii wapi? Itaonyesha kwamba you are a serious child, ambaye ameonyesha kwamba lazima mali itafutwe. So dunia I took my time to give birth to such a beautiful son. Utarara yenye nyasi kama hizi. This is a ground that has been made so good. We call it landscaping. So unakaa vizuri, unakula matunda yako vizuri. La si hivi, utakutana na hizi vitu na maisha yako yataisha. They say a leopard, a lion, given 2 seconds, you are not there. And the lion that has been illustrated here, ni yale mambo mabaya utakiwi kujiingiza. Tulisema kama nini? Bangi, kubeli, name them. Utakiwi hiyo. Lazima nayo ng'ang'ane. Katika masomo yako ng'ang'ana. Katika maisha yako ng'ang'ana. Usiwe influenced na watoto wengine wapotofu wapoteze maisha yao. So this is the so-called Ekeiworo. It illustrates the life that you are going to face ahead. And if you are not going to be careful, you don't need to be managed at home. You don't need a supervisor. You only manage yourself. You become honest. You follow instructions given. Utakula nini? But if your father says a cursing language, utakutana na hizi. So mkisatoka hapa, wengi wenu, you know where you went. There were no teachings. Ndio tuliona sababu mkuje hapa tuwaonyeshe kwamba dunia ambayo mnaingia, ninyi mnafikiria mnafikiria kesho hautakuwa mkubwa. Utakuwa mkubwa. Lazima uonyeshe hata mzazi kwamba nitatafuta kitu. Wangapi wako na kuku hapa kwa mfano? Very good. Very good. Very good. Unaona? Hako kakuku kesho kakiwa na varanga na nini? Utajikuta huko na mbuzi kasa
Ya, dunia zamani ilikuwa inajaa na hizi vitu. Ukienda kwa forest kuna simba, kuna nyoka, kuna nini, name them, na life usipochunga inakaa kama hii dunia. Lazima ujitetee, lazima ujipange, lazima ujitafutie. Nani yako na swali? 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 Kama kuna swali mtampigia makofi. Unaona hili? Mambo ndio hiyo dunia sasa. Unaona hapa? Hii ni nini? Sorghums. Sorghum. Hata nimeona njugu hapa. Hata mahindi. Hata mahindi. Unaona vile hii simba imeweka macho inakuangalia hivi vile utakuwa. Vile utakuwa. Wewe unafikiri uko peke yako, hakuna mwenye anakuona. I just want to ask you a simple question. Nani ameshawahi kukosa? Si wote tumekosa? Mkono juu kama umekosa. Unapofanya kosa. Just a simple question. Si unaangalia uone kama mzazi ako ama mtu ako. Kuna siku umeshawahi kuangalia juu ujue kwamba Mungu ako. Kuna siku umeangalia juu. Hii simba inaangalia mtu ambaye anajiingiza kwa makosa na inakungojea. Si kwamba mkutane nayo ana kwa ana. The evil things that you are doing, God from above, through your parents, anakaa na jicho kali kama hili. Nachunga sana baba yako asitamke jambo mbaya kuhusu maisha yako. Chunga sana mzazi wako afurahie vile unaendelea kukua, na katika maneno hayo anayofurahia anakubariki. At your tender age, hiyo miaka yako midogo utajikuta huko na mali kwa kuwa ulipata baraka kutoka kwa wapi? Kwa wazazi. Wazazi ndio Mungu wa pili. So hii ndio inaitwa Yorogoro. Mwanamke astahili kuona hii kwa kuwa haya ni mafundisho ambayo yanawaendea wanaume vijana. Unaona? Na inafundisha kwamba you also be faithful to your wives that you will marry. Na kuongezea sasa mwalimu. Basi umeona vile hii vitu yote ukiangalia ni hatari. Ni hatari and they are very poisonous. Ni hatari, lakini ukiangalia huyu wa katikati hapa, there is a very big difference. Amuku niambia kitu vizuri mnaona. Mdomo umeona ni wa kitu gani? Ni wa munyago. Tuongee sasa ya nini na maji. Mdomo ni ya hiyo ni kama mtu sio si binadamu. Na ukisonga kidogo kuja juu. Akiingia pale yule ambaye atakumisilidi. Yule ambaye atakumisilidi hata uko shuleni wakati unasoma ni binadamu. Ambaye atakuonyesha uso amlii. Alafu akisa kumisilidi atakupushi kwa wote kwa vitu hivi vile mimba. Sasa tabu na hiyo ni upotevu. Unaanza kuwa mwizi. Unataka kufanya mambo mengine yasio. Hapa kuna hii mti. Nani anajua hii mti inaitwa namna gani? Ankanana. Omo kenene. Naitwa Hebu nani? Hebu kuja. Hebu shika tu. Ndio nini? Naye natangaza namna gani? Hatari. Ndio hii sasa, huyu ndiye amesimamia hao wote. Hata tunamuunga. Mbona shika hiyo kwa nini? Ngoja tusikie. Sasa kule pande hiyo karibu hivi. Makeneno kalando kalibejera nyao zeta kaibo cha kairo. Keneno kalando kalibejera nyao zeta kaibo cha kairo. Kaibo baba. Kaibo cha kairo baba. Kaibo cha kairo baba. This one prevents everything. It is segregating all these ones. And it is like that's one. They say
kuna mtu ambaye ungekuwa hapa kwa sasa ulipo unaitwa Mwanyangatete. Ungekaa wapi? Ungekaa hapo mbele. Na huyo Mwanyangatete miiba yao ni sharp kama hii. Na hii ni omokene. Omokene ni harama ya mwanamke. Omokene unasaa nini matunda? Matunda yanayokuliwa. Mwanyangatete ingekuwa hapa alama ya kijana. Naambiwa hiyo kitu umetengenezewa wanaimba mokeneno karano gatete Mwanyangatete. Tororiji songara. That you will not marry from your community. Kama umekuwa kijana unataka bibi, don't your cousins. The other, don't go to your cousins, your sisters. Hii ndio ina illustrate kwamba mwanamke uleti hiyo umetengenezewa tena ije kupigana nyumbani. Inaenda kutoa wapi? Nje. So tutatafuta hiyo tuweke hapa, but the message is driven home. Thank you. Swali. Swali. Nani alikuwa ni swali? Swali. Swali. Beba. Na mwe mkiuliza. Yes. Nasema wanawake wazione hii kitu. Na je, wanaweza kwa picha tulipiga? Hakuna shida. Hakuna shida. They are not allowed to enter here. Wale wenye watch live. Hao wanaona picha, they don't see it in reality. When it is being taught, you understand? It's very important. But when you're looking, you can look. But when the lesson is getting on, you have heard kama hiyo sasa. Don't indulge yourself with many girls. Unaweza kupata magonjwa. Wakati mwingine hata sio magonjwa yenyewe wa director. Excuse me. Hata sio magonjwa pekee yake. You indulge yourself with girls. They can confuse your brain and you cannot read well. All the time you are thinking of her, you want to chat with her. They say, I love you very much. You think now, you certainly me. So, Malaysia, sasa naenda nilizopewa ni kwamba katika Kenya, katika ulimwengu kuna matunda mengi, lakini usipojiweka sawa hautakuwa na uwezo wa kung'ang'ana hapa pote uje kufikia tunda ili ufanye nini? Ukule. So lazima ujipange. Lazima ufanye nini? Mahali chakula inapatikana ni padogo. Ni padogo. Sehemu nyingine kubwa ni hatari. Lakini chakula iko very small. So lazima ung'ang'ane utoe chakula hapa unaleta wapi? Hapo. Na kung'ang'ana umeona? Si kuna miti? Kuna miti. Kuna nyoka. Kuna vingi ung'ang'ane navyo utengeneze chakula. Matunda haya tuingie hapa. So that is all we had for you. There is no any other question. Is there? Kama kuna question waje kwanza direct niwaambie. Sasa si na mimi nipigie makofi. Si hata mimi nifanye vizuri. Kabla tujapatia direct kwa sababu tutapata karibu yote. Usimpatie huyu amepiga mimi wa msao. Piga nyote makofi bwana. Bana mpiga makofi. Simu nani mfupi? Hapa msima katabani na manke. Nyamanke, Mkora, Bukuma, Ke, Nyamanke. So he has done something wonderful. I'm really wondering. I wish this could contain the whole of this. Hii tutaitunza bwana Moses. We shall talk about it. Iwe pale ifunikwe tuendelee na mafundisho mengine. Kila mmoja wetu arudi penye amekaa. Sasa umegraduate. Umekuwa mkubwa. Umeona dunia yenye unaingia vile iko na mambo yake usipochunga. Kwa hiyo wale mtu wale kujagira tu. Tunaendelea na kile lesson. Karibu hapa. Abana bane ebuna moigure tato korera otale wata moigwe kuna inu na baya more kondoche muya bare abana muya bare onye kwete muya abogo tenena otenge ngora
sababu ya muda. Huyo mwalimu mwingine. Wapi yule mwalimu mwingine? Ulipata hiyo kitu? Haya, kero ya mtu keka anasa. Haya ndio topic yende. Kero eji alekiere. Hiyo vinajua. Ongeza viti hapa. Toa hii sasa. Weka huko. Vijana tusaidie. Moja wawili tena wabebe meza. Tiane, tubara kwa ne. Ana mimi nitaka kwa kweli. Mimi nitaka kwa mwalimu. Mama hata ile ndokalia korokwa. Walita ile kitu namna gani? Mimi wana nauliza maswali ya haraka haraka, naomba tu mjibu kwa haraka haraka. Ikitu ambayo imetoka hapa ilikuwa inaitwa namna gani? Naachia wewe bwana. Naachia wewe bwana. Ilikuwa inaitwa namna gani? I don't we've just Eke Igoro. No, you're in a hurry. You're in a hurry. Ine, tulisema hilo kitu inaitwa namna gani? Hii chakula holi yanguka bwana. Ninaenda kwa haraka sasa. Inaitwa Eke Igoro. Na katika ile Igoro uliona how many images? Unaweza kumbuka hilo uliona? One image that you saw. No, inua mkono bwana. Huyu amesema pakupa na wale. Huyu aliona lion. Na ukaona nini? Ukaona forest na mwingine aliona nini? Huyu aliona nyoka. Kuna kitu nataka kuona kama mliona. Wale ndio yao. He saw granite. And you saw what? What did you see in the granite? You? That was not so good. That was good. Yeah, the so-called fingerprint. It's good. And now, which is the biggest lesson you learn from there. You know, we perceive things differently. What do you learn from there? Ulipata nini kutoka pale ambapo utasahau hapa kwa mzee? Asili tuko hapo bwana, hata wewe utakapokuwa miaka yangu utakumbuka nini, umesoma nini kutoka pale. Yes. Hapa sema umesoma nini yangu? Amesema dunia ni mahali hatari sana. Hiyo ni haka amesoma kwamba it's dangerous, very dangerous place to fact. Na wewe umesoma nini ndugu yangu? As a man, you can get one of the struggles obstacles. Amesema kwamba hii dunia iko na mitego mingi, lakini unapokuwa hizo ya wasio wa hekima unaweza kuwa mtu wa ndani ushindi. Good. Na mwingine the last one before I go on. The very last one. Yes, my other brother here with some, I love this one. Yeah. As men, we are bound to each other, especially in this situation. These challenges should start from a very young age. I can say maybe going forward, a market that goes a lot of things, but as we have learned today, mostly means that we need to be strong, we need to be doing this better, and be wary, and the things that we're going to do that one. Na wala ambao watu hapa mama yake akija kwa nyumba hawezi kuja kulala. Na wamekuwa na ambao wakifika kwa nyumba wanalala hata mama yao.
na wamekuwa wanaume. Serious. Hiyo nayo nasema mkubwa. No, you kama mama. Uwe na kufanya nini? Ukisimamia. Let's take it to another step now. Finally mwalimu. Wakati umefundisha mbele. Hello. Finally. The one is now. Ndio hapana nyuma. Finally, it is the smallest part of the video. Which was the time where we made our lesson. It was the smallest part of the whole thing. And I tell you, we are exploring to make it. Haya. Thank you very much. Mliona ile kitu kimetengenezwa but we were corner where there was a small video what was it? Food was inside. So your success is at a certain small point of passing or good things that the other people are confused. But thank you. Yamana barimu gasolo somya bana. Yamana barimu gasolo somya bana. Haya. Ma bamanyiro. Otena kuya. Yamana chunganya yitena bana. Mai This homestead means where I those actions and before landing Muslim, we tracked places outside and not find possible.
One was content, another one was share, another one so there is respect to the daughter down there. No went and took beer. Kalewa. Alipokuwa anaenda nyumbani, ng'ombe na siku zile people used to wear skins that would hide the front part. But somehow, we have you must have seen it. Sawa watoto wote wanaitwa pipi. And this pipi they are so-called antique. They are almost carved. Around the center. That's the so during the inauguration, see walikuwa waenda Pepsi. Lakini Wakenya ikueleweke wale mkiambiana kwenda safari hawafanya hata safari. Wao wanakimbia hapa ili kujibamba. Kutoka wakapata sio so wakasawa wakakuwa sana. Your house will done. Wakafuka the line. The first settlement in the land is to listen was Quran. The place called the Son of Job. That's what you have to say. But almost he was a priest and my keeper and family. So he didn't find that very good. And the king showed me the accessories and the mosquito. So he said this place is not open. The doctor has an idea to Mongolia. Masada. So after Masada, they made the first house. And this house, si kama hii tunaona leo. Ni kama hii. Unaona hii?
I just want to reach this one of us. May that bless us. This is a law. Ndani kabisa. Sasa wakisaenda kama 30 feet ndani, like 30 feet by 20, wanatoa huu mchanga. Hii inakaa roof, the rock. Sasa roof chini yake ndio walikuwa wanaishi. And in the forests. Na mbele pale walikuwa wanaweka moto kali sana. The wild animals do not attack. So the first homestead of Homos is called Rigo. G-R-I-G-O. Rigo. R-I-G-O. You see, there was no technology. Hakuna architect wa kuchora. But what do you do? Baada ya kujenga hii, fikiria kuwa na nyumba kama hizi mnazoona hapa, hata saa nyasi, hata iron sheets, there was nothing of that sort. Ni mambo ya spiritual, watu kuendelea na kusoma, ndio nimekuja leo. Zamani hakuna kitu kama hiyo. Hukuona nyumba. These were the houses. Hapo chini ndio walikuwa wanakaa. Na wengi wao ukiwaona walikuwa na manyoya. Kubwa kubwa. Na walipofika hapo Mount Elgon, wakatoroka. Sisi walikuwa wanaogopa mauti. Mtu akifa wanatoroka. Kama amekufa saa hawangependa kuona mauti. Kama mtu amekufa saa 1 asubuhi, saa 6 ameenda. Hataki kuona. Hawakuwa wanatoroka mauti. Ukisia mtu afa hawezi kuona. Na siku zile hakuna mtu alikuwa na shamba. Shamba ilikuwa kubwa, watu wachache. Hata kusikia ndugu eti mtu amekufa. Sasa pengine wana so Musa alipokufia huko ndio neno huko Musa. Sema Musa. Kana wakati. Ndio Musa. Naenda Kisumu, Kubaya Choto, kupanda Koro, Kubaya, naenda Kericho saa 9, ukakaa place called Kabianga saa place that was given a name by almost Kabianga means vitu vilikataa. Move ahead. Watoto walikufa. Kasema Kabianga you place it ikaitwa na leo watu kutoka kwa migration is a fine time of the day. So the first homestead of Homos is called what? Kagero. It's called Yebu. Yebu. Vile tulisoma zamani. Hata hii yetu tunaona hapa. The place was full of wild animals. Snakes, leopards. Here ni view
ambavyo Moshi alijenga considering the security factor at Beni State. Kwanza, there was no fencing. Hakuna sengenge, hakuna duka. They were not there. There was no cement for perimeter walls. Nothing. So na Mkisi akafikiria akasema tuweka hizi hasa maji si kitu kama nyati takuja ng'oa kila kitu inimalize. So kabla achenge alilima shimo all round. 6 feet deep. Shimo all round 6 feet deep. Hapa akaweka fence sasa ya miti kubwa kama zaidi ya hii. All around yeti kaa hapa nayo ilikuwa hiyo fence. Sasa hapa ndio anajenga nyumba. Ameomo kusi. Watu hivi wa risa na sikuwa. Nani anaenda niambia? Nani anaenda niambia? Why you are still? Hii fence. Wewe sio kitu kama. Nimekata moja kama yangu. So kama ambao maana tunamwona hii fence. Akiingia hapa. Tawasa chini. Anaingia ndani. Kisha akiamuka akute nyati iko wapi? Ikuke na kuua na kutengeneza nini? Lakini nia ya huyu mnyama ilikuwa ingie hapa imalishe watu. Lakini kwa akili yomo. Naona watu wakienda hivi. Shida hii. Ayo watu nini? So that is how these so-called perimeter walls are being copied from. Now Mogusi had 5 wives. You're gonna walk. Do you know so? Moja alikuwa anaitwa Bonari, yeye amesahau baba was the first wife of Mogusi. Another one was called Nyaboke, yeye amesahau Kipufu, Nyaboke, Macho, those are brothers. Mama Mo, tote mchini ya kona, anaitwa Ufuza. Ulielewa? Bosi. Bosi wa kuni mkini. So, nimesema huyu mke Nyaboke, yeye alizaa vijana watatu. Nimewataja nani na nani? Majoa, Mariban na Kitu. Those are brothers. Mtu wa tatu anaitwa Osuguri ndiye amezaa Sauti Mogirango. Sauti Mogirango alikuwa amini Osuguri alikuwa na vijana wangapi? Mmoja anaitwa Simbali. Mwingine anaitwa nani? Simbali ndiye Sauti Mogirango, Nyambo ndiye Sauti Mo. Walikuwa wanapigana sana. Mke wa nne ndiye Wanchara. Anaitwa nani? Anaitwa. Watano anaitwa. Ndiye wa Keira ndiye aliye saa akina Mungu. So katika hao wanawake watano nyumba za Mogusi zilikuwa zinaonekana wakati. Kwa sababu tuliwaleta hapa muone. Hizo nyumba hazikuwa
zinachengewa na mishumaa. It is the ropes. Naona alikuwa amejenga nyumba ngapi? Sawa na watu wangapi? 1, 2, 3, 4, 5. Hapa ni sisini mwa ng'ombe. Hapo na mzee, the discipline that we are talking about, we need you to have. Sasa wewe watu wanawake watatu, utatoa kaiteni na utarara yao kama huyo wanafanya utaitepo na chora ama nini? I'm talking to you. Utaitepo. How do you balance now? Mzee hakutaka wamama wafanye nini? Baada ya kujenga hizi nyumba 5, alikuwa na yake inaitwa Egesi. Ndio anapumzikia na kila kitu chake cha miguu. Jioni ya picha ana feast every house. Wana vile wanavyo penye atapata ile kitu yake imewaka hapo. Usikia? Na kama mama anataka mtoto, alikuwa anaongea na wale wenzake. Tafadhali hii siku leo ni ya naenda na kila kitu. So mzee akipata kiko pale ndio and in so doing anachukua mtoto. That was why. Mtoto. Hati hiyo sio yewe tuliwaletea hapa. We want you to have discipline. In a house like this one, I use never the mat all round. But you can assume as if the walls have been made. So niangalia hapa. Hey, hello. Niangalia hapa. Hello. Hello. Simama kidogo. Ndio lezi ya mwisho. Atoba kanegoro mwakuli. Haya, weka mikono hivi. Weka mikono hivi. Weka mikono hivi. Yegen tumalize. It's around 10 minutes tumalize. Ungi? Tukae. Haya, tukae. I said, let's assume as if what has been done. Yeah? The war has been made. To assume that this is now a complete help. Are you ready with me? Nyumba ya mama kidogo. We want to let the participants know that we want to have this one as our last talk from here. We are not adding anything, but we have a very serious guest with you who's going to talk to you within 5 minutes. Sawa. Then we break, but tomorrow we start early. And make sure your name is well registered because after this training you will be awarded with certificates. So, kama wewe umestahili, tuseme huu ndio mlango wa kuingia kwa mama kitchen penye ameweka ama igati stones taderei sufuria kutengeneza chakula hapa ndio ama iga
Toa hii mesa inanisumbua. Sasa nimeanza. Toa hii. Nyumba ya Mugiria haikuwa na jikoni kama hii saa leo. Ndani hiyo nyumba moja ndio jikoni, ndio kila kitu. So this is the door. Hii ndio wamama wanapitia. Wazee hawapitii hapa. Mlango wa wazee ni hapa. Inaitwa bweni. Mlango wa wazee unaitwa bweni. The guest door. Door for respected people. Majua bila. Sasa hii ya kuingia kwa mama hapa ndio alikuwa ameweka chiko moto. Mastoni si yako hapa. Hii sehemu inaitwa gani? Hapa. Hapa pamewekwa mzee ndiye anakaa hapa na kile kiti chake. Na mama anakaa irungu. Hapa panaitwa sumi. Hapa sumi. So kijana mwanaume akai na mama yake penye anapika chakula, uangalie miguu ya mama yako, muangalie sehemu hizi. Si anakaa hivi akikuku, na wewe ukae hapa umwangalie. Ni tabu. It is not wanted. Mtu ambaye anatakiwa kukaa hapa ni mzee wake. At any given time, katika kitchen, ati mzee amekuja huku. Kwa mfano ulikuwa pale kwa bahati mbaya unatoroka. Si sehemu hapa. Na hapa ndio kitanda imefanya nini? Mewa tunaitwa huko. Samani hatukuwa na pets kama hizi ambazo tunapenda. Mkisia alikuwa mrefu. Ana race. Dongo hivi. Kwa sisi. Kwa ndio anaweka skin ndio kulange. Ndio mattress. What is this state for me? Ya microphone. Ako nayo. And indeed at times mimi napenda kulala. Kama hapa hichi kitu wasikuwa utafanya. Kama umetumwa fika hapa. Mama. Sikia mtika kumwambia watu wangu tena. Tena uende sitting room au kufanya nini? This tena uende kuona mahali ulitoka. Si hapa ndio walikutana wakakusaa. Tena uende kuonekana huku. Na pale uliimbiwa Obaya mula. Umekuwa mtu mkubwa. No, you was sitting the mom's bed. So next time teaching you, hii inaitwa nani anajua hii? Inaitwa umwamba. Hii inaitwa umwamba kwa hiyo. Umwamba hapa ndio wakishizi walikuwa wanatengenezea the ceiling that you see. Lakini si ile ceiling ya nyumba za kisasa. Walikuwa wanaweka miti all around inafunika mpaka hapa. Na hii miti tena wanaleta ingine juu yake inaitwa nini? Hii miti wakati wa mvua ndio wanatoa na kutengenezea nini? So inaitwa
Leo hii niwaelezea ya kwamba zamani hapakuwa na msumari. There was no nail. Hakuna duka, hakuna. Nail zimekuja siku hizi. So bado kulikuwa na ujuzi wanatengenezea pale juu. No nail, no what. Kila mtu ambao anaweka umwa. Inaitwa umwa. Kila mtu alikuwa anaweka. Kuna shikwa kwa juu with the ropes. Zinakaa and without what? So na hii this is a king biti. So wakisema walitengeneza wimbo kuhusu hii kwa mokungu sio mto yako ndani romosaja na wewe Leo Mosaja is the king. Leo Mosaja is the king of the house. Ukitoa hii si tangu. So mwanamke astahili kutukana mzee kwa kuwa is the king boss. Ndiye alitoa shamba, ndiye anatafuta, ndiye anasaa. He is everything. If you joke with that king boss, si hiyo nyumba itaanguka. Si itaanguka. Na hapa panaitwa Ero. Na hii Ero watu wa heshima wakai hapa. Wale wameoa kwenu wanakaa pande za juu. You know what? Najua saa zingine kuna vijana walikuwa wanacheza na waka ambao wanaoa. Unawekwa hapa juu. Ukianza kushauriana, ukileta upusi utatorokea watu. Lazima kitu watakunyorosha kwanza kabla hujafanya nini. They give you discipline. You respect the other. So na wako pale juu wakikuangalia vitu. Kwa nini alikuja hapa? Ulimvile. Unaona msichana wetu anastahili kupigwa. Lala chini. Utanyoroshwa. Utatorokea watu. So mgeni alikuwa anaweka upande gani? Ule wa juu. Na wenye mji wanakaa sehemu hii. This is the door to the sitting. Akina Ankosi ndio walikuwa wanakaa hapa. Waone mgeni akija wamwambie we have a business in this house. So kidogo tumalizane na huyu. And the Omogusi was so loving. They say akamoko akuaroki asama. This is in the process of reconciling. Yeah? Chakula kitengenezwe, kule mbuzi ndio hiyo, ndio wanasema mkono huyo ndio yaani msimu msikia. Lakini katika heshima itakapotengenezwa chakula kinakiwa huko watu wanapenda. Which means vile unastahili you must kama mtu amekosea na ameomba msamaha unafanya nini? Hata bibi yake kama amekosa akiomba msamaha unafanya nini? So what a special way. Just circumstance. But the spirit
ususu watu hapa hapo. Kwani ndio nini? Maji yanaenda wapi? So hii kitu tumetengenezwa. Mungu yoyote asisi. Anaweza zingaya. Nada kususu amani. Ya mawashi, rooms. Hata mambo kwa hiyo Mungu Politicians. Uliza. Hapa nili. Aliye na swali mwingine ana swali. Ana question kabla niulize maswali yangu. Na mimi wacha nikuulize. Nikuulize kwanza. Ngoja kwanza. Aliye na swali kwa maana hawa ndio wanasoma sio wewe. Aliye na swali kutoka hapo kabla niambie mshaulize kwa niaba yenu. Nani mimi hamkupata kitu? Mumeelewa? Mahali papa anaketi kwa nyumba panaitwa namna gani kwa hiyo nchi? Unaona mama ameketi mahali, papa ameketi mahali. Mbona mkuuliza watoto wao wanatakiwa kuketi wapi? Wala mzee amemwambia, wacha mzee cha kuita. Amesema mama anaketi hapa akipika. Papa akimwangalia kutoka pande hii. Watoto walikuwa waketi wapi wa? Bwana mkuuliza. Basi nijibu hivi. Nimesema umeelewa? My good friend, tell me. A trial. Hey, we want you in trials. From that lineup, I think like the children somewhere maybe sitting A trial. Yeah? Na mwingine anataka try. Mwingine? Ingo wote maneno bon. Ndio amekuja nilia. Ndio hiyo nilikuwa nataka nisiingie. Nataka kukupatia dakika moja ya kujibu directly start story. Katika culture ya Omogusi vijana in most cases walikuwa wanakaa na wasichana wanakaa na hii mnaita siku hizi mmepotea masusu. The grand umesikia? Hapo ndio. Na unapokaa pale si kukaa pekee, ulikuwa unafundishwa. Yule mzee anakufundisha jinsi utakavyokuwa, jinsi walivyokuwa. Tandawili. Tandawili. Mwana mkongo letu taasi. Hayo ndio mambo walikuwa wanafundishwa jioni bwana. Tandawili. Tandawili. Na nyinyi msongo sio. Na wao katika shida kwa mnaona kama sio.
Yes. Hello. Ah, mimi nataka watu wako. Hello. Itongo moja. Itongo no gayana. Itongo moja. Itongo no gayana. Tick. 95 marks. You have missed 5 marks. Bas. Hapa nimeona mmekaa vizuri. Thank you very much. Wale ambao mmepata hiyo. Especially this my friend. What's your name? Jim? Jim Ron Mumani. I wanted Mumani. I did not want Jim. I don't know the meaning of Jim. Mmoja niambia Jim maana yake ni mene imetoka. Basi hapa nimeona huyu mwalimu mkubwa huyu. Naona yeye hana meno chini. Kwa nini hana meno hapa chini? Kwa nini huna meno hapa chini? Hiyo ni ulianguka kwa accident ama hiyo meno ulitoa kwa hiari? Machifu kamili ni wakati ambapo tutakuja kuongea mambo na ulemavu. Ulemavu ambao ni vitu vinavyofanya nini? Nielewa kweli? Sikuweza zinakuta na mimi taasisi maneno kesho. Utakuta kwa hivyo yani. Sasa historia ambayo tawaambia mpaka usiku. Tubaki hapo hapo. Kwa hivyo mwamkia expect na rasmi. Ndio karege ndio. Ah, watu ndio sana. Tulipokuwa katika Kingorongoro, sasa mimi nataka kuanza kuambia wewe katika Omugusi umesoma nini? Umesoma nini? Wasoma kwegera kikwanya yakorwa ikiana bakabine no bajari yopene paka ubatebinya kero kaliya ari kukaransa sekete kangiye ko basiye ngo ondo somire kende abantu bamanye kibakora ndaza tekwa Hoy fue Juan Solo, mira, hay que partir, una guarda, una cara de capilla, muy grande, todo. We must go as make a second end. If you get up here, you have to have a one and go to the camera. That's why this is in terms of marriage. You are the sitting position. Wageni ni watu wanaongea ndani alafu mimi mwenyewe ni basi kwa entrance. Thank you very much. We want to... Nyambane, you can come, we are finishing. Nyambane, come and we do our final words. Obina, come. Now, I want to, before he comes, we have a guest here. Learning about leadership. And we believe that we are here preparing you to lead how to see when your time comes. Generally, people start becoming members of parliament from the age of 21. Why not? Those ones who are interested and if they learn about God. So we want to say that we are privileged to have a guest with us. He will still talk to us tomorrow. I want to tell you that in the 1974 September, we lost a young man in Parliament of Kisi, who was called George Rara. You are not very much. By the time he died in 1970,
his first daughter, who is with us, was there in Kenya. She's here with us. And I'm excited to be here, but not just to briefly, Sandy, you can come and give the grand for Kisi. They are coming from Burundi. Come and see what kind of things they have here. Bravo, Kirogo Young men, are you okay? Are you happy? How are you? Fine. You're feeling so. How are you? Hey, I'm sorry I'm a bit late from Nairobi, but I'm here. I'm very glad to join this congregation. Moses, thank you for inviting me. I've been wanting to join these cultural events, but I've never been able to come, but today I'm very happy. First, because I'm a mother of boys, and the boy child has been neglected for years, and they need to know AKBC is private. More so, like my children are a duplicate of my father. If you see them, if you see their pictures, probably can you so Korea. As I do school na Korea na Nairobi, but my pictures simbono na Korea. I think most of it I'll talk tomorrow. Thank you so much for putting this together. Ndia mana bagaka, nanya kanyagi wagocha. Nje kwa kumokera, sandi. Jenny, I look at me, George Mara. Tata, I take you in your cave. What in chief when you want to what Tata? The importance of a man in the home. Very important. Tata, I could take it into your cave. Like in the other more, I told you very much. I'm number of our men. You are already at this point and said that you know that into one and into Sandy, thank you. Welcome home. Talk to us tomorrow. I want one of you to give a vote of thanks to Amze. We are expecting you to how to become a man, the KISS initiation, and at the same time the KISS homestead. So one of you come forward and thank
dive deep into our culture. Personally, I've noticed that nimekuwa detached with the culture, but it's of importance as we go forward. Because come to think of it, ni wangapi hapa hata wanaongea Kisii fluent? Minimum, maybe ni wawili watatu. Personally, I can't talk fluent Kisii, but from today henceforth I'm making an improvement on that, so that I may help also my children, because all of you will have children one day. Na utataka wajue kujua wanaongea Kisii, they know the culture. And if you've been attentive since morning to now, if you know why you came here, then you've grasped something. Personally, as a man, as a person, and as a person of the Abagusi culture. So as we are going to finish this ceremony, for all our guests of honor, for the master of ceremony, we really thank you so much. And we would like to even, I'm speaking for the all of us when I say that we need more of these events. And next time, Kesho, I'm hoping you will tell your cousins, your brothers, all want to come, okay? Because this is really inspiring. If you come to think of it in a deeper, something which we need, culture is heritage. And without heritage, I think we have nothing to hold on to. And for that, I would like to say thank you so much for the organization of this event today. It's been really fruitful. Also, thank you for the cooks who have helped us today. We have really enjoyed the Luchi, the busy, and the reception as well was really nice. And the venue itself is quite amazing from people yourself. So we also thank you for that. Thank you. Thank you very much, Ngiri, for that talk. I want to say that we have discovered there is need for you people to work with Kisii. Now, Eoterie here also just to promote Kisii culture. That's all. The facility you are seeing there is going to be a hall which will start running next year in June, and it's going to have what's called Kisii Got Talent. It will be a 24-hour service that is going to provide cultural activities for Kisiis, where of all children starting from the age of 5 going on. Meaning that we are introducing whatever that was missing in society. But you, the people who came for this training and who are going to receive the certificates tomorrow, you are going to be the teachers of culture. We will train you so that you become teachers and ambassadors of Kisii culture starting now. The fact that you have attended here is not the end. I had 2 teachers who are here and they were guests. Mwalimu, who is your colleague? Who is your colleague? The 2 teachers, you can conclude. Then tomorrow we are requesting that kindly come. Do not look at how many people are here. Mimi ni mwalimu. We don't teach many people. We only teach one person. I am only teaching you, so you're not your neighbor. And that's what we say, that by the end of the lesson, the learner, not learners, the learner. So we are looking at you as a person. And that's what we are saying tomorrow, you come at the right time so that we are able to finish. How would you find it? Hello. I am Thomas. I'm a teacher by profession. What as a news to me, this year nilikuwa na item kwenye music festival ya Kisii, and the song was sang here. I was teaching the Luz, pure Luz, that song, and we went all the way to the regionals. It's at the regionals that I lost that position. And the Luz were singing, dancing like the Kisiis this way. Like the young girls I saw here, there are some young girls I saw here. The Luz were so excited with that song. But for us in Kisiis, you cannot sing the song. Look at that. That's why
I am in support of this program because other communities elsewhere, those Kalenjins, go to music festivals. They embrace their culture. You will also do the same. It doesn't make you become a cake. You still remain a civilized person, but you must embrace your culture. So I am so indebted to this organization, and I have promised that I must be part and parcel of this one. Thank you very much. Of this program, we really appreciate what is taking place, and I personally am a musician. I usually sing us one song. Oh my God, let's go. Yeah, we appreciate that, but it's an encouragement that we want to make our now young kids also to know what they can see, because this Western culture imetupereka at least in the Protestants. So as we keep on bringing our kids here, keep on learning. When at home now, they're going to be serious in communication in schools. It is to give room for learners to use their own language. So the management, we really appreciate it. Thank you. So we want to say that we are coming to the end. One of you to prepare to, the man will shape it, the one coming. We don't know after the organization. Kuja. Albino, after your final talk, invite that Jana. I don't have a final talk. Because we are born. I want to thank you very much. Everybody. Abantu bari asemore muri mono aserongori n'umwana wa Toke. Young men, you are now being initiated to be men. Thank you for coming. I want to give special appreciation to the director of Humphreys for giving us this opportunity to learn. I want to thank our media people for capturing this and documenting it. We want to see a beautiful thing. I want to thank everybody else. I want to thank you very much, Sandy, for just coming for this specific thing. We want to appreciate you so much. Mokwa, you are doing a good thing, and we want to see this document. In it is Mokwa, in it is relevance and the relevance and the relevance. Nobody else knows that thing. And that is our light. And on behalf of everybody, as Strong Agriculture Organization, we thank you for being here. Tomorrow we'll meet in the morning to finish the program. But I don't know, have you enjoyed the learning? Put up your hands, those who did. You see, you didn't enjoy. You see, you didn't enjoy, and you have been part of learning. Thank you so much. Mwaka na mwaka taken you through everything about Nyombana, Mubuche, Ibuna Masara, Mwaka Bota, and everybody. Thank you so much. Mama, tomorrow, come on, we want to finish by noon. So, I want the young man to pray. Mwaka Bota, after prayer. After prayer. Yeah. So that we finish Oyokanai, we want to thank the parents who have given us these children, so that we at least have a future in you. Naende mwewe intogete ngaki. Sto nyago shwamu anyoko bosimu iso. Nyoko tamene tukora kimanjakia by the way, by all means, in any event. Iso na anko sikiao.
umusacha mtu gwendete kora chinsemi chia aro musige toba se kabati that is it. Yes ngago ko meke gusi musacha mwenye kulinga kundi kama wako sana kwa nyumba mwa kunge si we shall explain a few of those things tomorrow. So mambi mwaka magini no akara kuba mete mumanye mete na ende mumanye the role of trees in Abagusi community. Mambi. Otherwise, yeah. Sinchua. Pray for us. Let's bow our heads for our prayer. Stand up. Our dear Lord, Father, we thank you for this day. We thank you for our parents. We thank you for our teachers. Dear Lord, as we are going to go home, bless us. Bless the people who have been with us. Bless our parents, bless our guardians, bless even as we go home, bless us, dear Lord. Thank you for giving us the power of understanding, dear Lord. Even as we go home, help us, dear Lord. Even as we come tomorrow, help us so that there cannot be any accidents in the roads, dear Lord. Thank you for our teachers who have sacrificed themselves to come and teach us. Dear Lord, help them, dear Lord. Even as we go home, protect us, dear Lord, so that we cannot be rude to our friends and neighbors, dear Lord. And it's the name of Jesus we pray, trusting and believing. Amen. Our Father, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. the kingdom come. Thy will be done on us as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, As we forgive those who trespass against us. Lead us not temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you very much. Clap for that. Thank you.